kinaweza kikalia kilio, asipatikane mtu wa kupangusa machozi. Ninachowaambia CCM na vyama vingine vile vile, lazima msikilize wananchi wanasema nini. Kama nilivyoeleza, maumivu na malalamiko ya Watanzania katika vipengele namba 5 na 6 ambayo mtaona huko mbele, ambapo walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Pia tuhuma za kupewa fedha ambao walipaza sauti, walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Lakini pia hata kama tuhuma hizo za kupewa fedha waandamanaji, basi tungeambiwa kwamba hizo fedha zilitoka kwa nani, zimegawiwa kina nani, kwa utaratibu gani, na kiasi gani alipata kila mtu, badala ya kutoa shutuma tu za kiujumla. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu nchi za kigeni kuwa nyuma ya machafuko haya na kwamba wanamezea mate rasilimali zetu, kauli hizi zinaweza kuharibu mahusiano yetu kimataifa bila sababu za msingi, kwani sera ya mambo ya nje ya nchi yetu ni ya kutofungamana na upande wowote. Kwa hiyo nchi zote ni marafiki na tumekuwa tukishirikiana na nchi hizo zote kulinda amani na shughuli za maendeleo tangia uhuru. Mataifa hayo ya kigeni ambayo tumekuwa tukishirikiana nayo hapa nchini kwetu, tunategemea misaada na mikopo zaidi ya 30% ya bajeti ya serikali. Misamaha ya huduma za kiafya na ulinzi na usalama, kwa namna yoyote hatuwezi kupuuza mchango wa mataifa haya mpaka tukaanza kuhoji kwamba hatujui wao ni akina nani. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi, kwamba wanamezea mate rasilimali zetu. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi, tunaingia mikataba mibovu kwa usiri, bila ushindani na bila ridhaa ya bunge. Leo tunataka kumsingizia nani? Mikataba hii mibovu ya rasilimali tunaingia sisi wenyewe. Leo tunataka kumsingizia EU, tunataka kumsingizia Marekani, tunataka kuisingizia Uingereza, tunataka kuisingizia Urusi, tunataka kuisingizia China na kwingineko. Hii ni hapana na hapana tena. Tusirushe lawama kwa mataifa mengine kwa matatizo tuliyoyasababisha sisi wenyewe, watu wengine. Hapana.